Njera hinya wayo angikorwo irutite mwanake uyu oro mutito wa Ndei nginya Nyeri. Miaka ya njera nirengagwo no mundu wothe akoragwo na mwihoko undu no uhanike oime njera hau. Andu aingi na muno mbeu njithi marakorwo na muturire mwega no gugakinya hindi maundu magathukana. Nikiwa Makueni ndiko nimetoka, ndiko nimezaliwa. Ila kazi nilikuwa nafanya pande ya Mwea, hoteli inaitwa Pizza Annex. Huko ndiko nimefukua nikifanya kazi, ndo nikaja kupatwa na matatizo yakaja kunipata niko hapa jela. Hii kazi ya uchef nilisomea Thika, ambapo nilifanyia catering, kapata certificate. Baadaye ndio nilikuja kufanya attachment, nikajiunga na hiyo hoteli, nikaanza kufanya kazi hapo. Although sikuwa nimefanya kwa muda mrefu, nilikuwa nimefanya kwa miaka 2, ndo nikaja kupatikana makosa nikajipata jela. Nikiwekire ugikora jela? Kuingia jela nilikuja kuingia wakati ambapo nilipatana na msichana mmoja nikiwa tu na harakati za kazi hapa kwa hoteli, na nikao urafiki na yeye, ambapo sikujua kuwa alikuwa mtoto wa shule, sababu kumwangalia kimwili alikuwa mkubwa, na kumuuliza miaka yake yeye aliniambia kuna miaka 21. Kiangalia nikaona hiyo rika ni kama ina rhyme pamoja. Kaja kujipata tukawa marafiki na tukaendelea na maisha yetu. Baada ya kitu around miezi kama 6 ndo nilishtukizia, mbona afanya nini na mtoto wa shule? Mimi nikamuuliza kwani mtoto wa shule anafanya nini? Kaniambia huyo mtoto wa shule huyo. Baadaye ni sister yake msichana ndiye alikuwa ananiambia hivyo. Although huyo msichana alikuwa anaitwa Millicent. Baada kumuuliza maneno, yeye mwenyewe tu ni kucheka, alicheka na akaenda. Siku 3 baadaye huyo Millicent akiwa kwangu ndo nilishtukizia in charge amekuja, chief, nikakamatwa nikapelekwa ndani. Kufika huko maneno ikawa tofauti. Msichana yuko hapo, yakielezea kuwa nimemharibia msichana wake. Lakini kwa kusema mimi mwenyewe nilisema msichana ashaniambia amefikisha miaka ya 4 kuwa na kitambulisho, na ya kwamba yeye anafanya kazi ya asomi. Lakini cha kushtua ni kuwa baadaye nilikuja kuona mwalimu mwenye ambaye ni class teacher wake akielezea venye msichana aende shule, venye akona poor performance. Sasa maneno alitumbukia nyongo hapo. Sasa kabidi nitii, sababu sasa mkono wa sheria ulikuwa ushanipata tayari. Leo wakenetio niki he muiritu utakinyetia miaka? Ni cha kusema siku unajua ni mtoto wa shule, ni ya kwamba hiyo area yenye alikuwa anakaa mwanzo si yake. Baada ya kumuulizia watu wa kwao, yeye aliniambia na wazazi, yeye amelelewa na sister yake wakiwa wawili. Na kufuatilia zaidi, siku moja nishaifika kwao. Kufika kwao mimi nilikuja kupata ni sister yake hapo hapo, na nikapata wadogo wake hapo. Kumbe mamake anakuwa anafanya kazi mahali kwingine, anakujanga tu just once in a blue moon. Kuja kujua ni wa shule. Huyo sister yake Millicent ndiye aliniambia ni mtoto wa shule huyu, na huaga anasoma na siku hizi aende shule na ashatoroka tayari. Although mimi nilipuuzilia maneno yake. Sababu gani? Mimi niliyapuuzilia juu ya kuwa yeye ashaniambia tayari ana kazi, na mahali nilikuwa nampata akifanya kazi alikuwa anafulia watu nguo. Mimi kulingana na chenye kilifanya nimpende ni kulingana venye niliona mtu mpole, ulika tabia zake na mienendo yake kulingana venye niliona. Leo no kwelira na kweheta ndakanendana na muiritu ungi. Kwangu mie saa hii mwanamke yote yule sidhani kama nitarudiana naye wala kuwa na mwanamke. Sababu kulingana yenye nimeona yenye nimenijionea hapa jela nimetosheka. Mahali pia imeniguza kidogo, lakini mahali pote kuna disadvantage
bado kuna advantage yake. Sababu gani? Maisha yangu yamesimama raia. Mipango na mikakati yangu yenye nilikuwa nimepanga kufanya imesimama. Lakini bado nikiwa hapa kuna masomo fulani yenye naendelea na kusoma, sababu sasa nafanya tailoring and dressmaking. Ndio nasubiria kupata ni certificate yake na nasubiria kufanya mtihani. Na bado kuna mitihani nyingine Road Kenya yenye bado naendelea na kusoma nije kupata certificate yake. Hiyo ndio advantage ya jela sasa. Na disadvantage ya kuwa niko jela ni wengine sasa nimeshaelezea tayari. It will be very hard for me to believe in them. Sababu gani? Hujui ni nini linaweza tokelezea baadaye. Na ndio maana nasema sidhani kama nitawaioa. It's better I say a bachelor life. Mwanake uyu ona ena unini wa miaka ena utaro kuri andu nja wa njera. Hiyo miaka 20 imenifunza mambo mengi sana. Cha kwanza ni kuwa kabla ya ufanye lolote lile wafaa kuwa umejichunguza na ukalichunguza kwa umakinifu sana. Sababu inaweza kuletea balaa yenye huwezi jua ni aina gani. Kama mimi venye nimekuja kujipata kwa hii balaa yenye ambao sikuwa natarajia. La pili ni kuwa pia siye wanaume sisi vijana tujaribu kujiangalia, si kama na defilement tu peke yake, bali pia na crimes zingine, vitu kama robbery na kudeal na drugs. Hizo ni vitu zingine pia nimekuja kujionea hapa jela imeaffect wanaume wengi sana na ikafanya watu wengi sana wakuwe jela. Wacha utujui ni nini itakachokuja kukupata. Utakuja kujipata jela hata ujifiche kiasi gani. Waweza fanya uje kupata msichana shapata mimba tayari na ulikuwa umeepa zaidi. Umeharibia msichana maisha, wewe mwenyewe utajipata jela. Cha pili ni kuwa ujui kwenye uendako utaenda kupata kukiwa vipi. Juu unaweza enda useme naweza sema ni date msichana wa kutoka mahali fulani, let's say kama uko Nyeri, udate mahali kama Kirinyaga. Si hatuwezi fiki huko na serikali. Kesi ikishafika mikono mwa serikali, hata kama uko wapi, lazima ufuatiliwe na utashikwa. Na mkondo wa sheria lazima ufuatwe. Kulingana mahali tulikuwa tumefikia ni kuwa tulikuwa tumesukuma hiyo relationship ilikuwa imeenda up to 8 months. Ndio nije kufahamu kuwa ni mtoto wa shule after kukamatwa sasa. Kwa wasichana wana mioto sana. Wana haja ya kushughulikana kukimbizana na mapenzi. Wengi wao wanatoroka kutoka kwa wazazi wao, wanaenda kujipata kwa kwa wanaume fulani. Wengine wanatoroka kutoka hapo, wanaenda kuwa na mashuga daddy ama masponsor. Na bado wanakuwa na kijana fulani na kijana. Saa kitoko kama alikuwa ameenda tayari, ameenda akakaa huko, ana reflect back kwenda kwa yule kijana mwenye ambaye sasa ni mnyonge. Makosa ikija kutokea, kijana ndiye atakuja kuhangaishwa. Hena ndumiriri arenda ikinyire andu a nyumba yake kuraihu na njera ya Nyeri kuria inoro riroragirwo. Kulingana venye naweza kuambia na kukuelezea kwangu mie, ulifanya vibaya sana kumdanganya na kuja kujipata kuwa nimetumbukia katika mtego wa serikali. Maisha yangu yameharibika, naendelea kusukuma kifungo. Lakini chenye naweza kusii, hebu jaribu kufanya lote lile, usiwe jaribu kufanyia mwanaume mwingine yote yule kama venye ulinifanyiaga mimi. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ nene ya arũme ya Kĩng'ong'o kaunti-inĩ ya Nyeri.